Moja kwa moja tuanzie katika taifa la Kongo ambapo kundi la M23 imetoa lawama kwa serikali ya Kongo kutokana kwamba inaonekana serikali hiyo haitaki kufanya mazungumzo kuweza kusimamisha mgogoro wa vita ambao unaendelea kati la kundi hilo la M23 pamoja na serikali ya Kongo. Lakini katika kutoa lawama tukumbuke tu ni kwamba ambaye mshirika mkubwa wa kuweza kusimamisha vita hivi kati ya kundi hili la M23 pamoja na taifa la Kongo ni nchini Angola, ambapo wenyewe Angola wenyewe ndio washirika wakubwa kuweza kusimamisha vita hii ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Lakini tukumbuke tu ni kwamba kuna mkutano mkubwa ambao uliweza kufanyika kwa hapa nchini Tanzania, ambao ulikuwa ni mkutano uliweza kushirikisha Afrika Mashariki, viongozi wa Afrika Mashariki pamoja na viongozi wa SADC. Ni mkutano ambao uliweza kufanyika kwa siku mbili. Na mkutano huu ulifanyika kwa tarehe 27 na tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka huu 2025. Lengo la mkutano ni kuweza kusimamisha vita ambayo inaendelea kati la kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo. Lakini hata na hivyo kuna mkutano mwingine ambao ulifanyika kwa pale Ethiopia, Addis Ababa. Ni mkutano ambao ulikuwa na lengo la kuweza kusimamisha mapigano ya vita ambayo yanaendelea kati ya kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo. Lakini hata hivyo tumeweza kuona Angola amekuwa ipo mstari wa mbele zaidi katika kuhakikisha kwamba basi vita hii inaenda kutamatika. Lakini inavyoonekana kundi la M23 tayari wameshaweza kutoa lawama, ikionyesha kwamba serikali ya kidemokrasia ya Kongo yenyewe haitaki kuweza kumaliza vita hivi. Tukumbuke kwamba kuna kipindi ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame ambapo aliweza kuzungumza akisema kwamba ukitaka kwamba mgogoro huu wa vita uweze kuisha, basi inabidi rais wa Kongo aweze kukubali kufanya mazungumzo na kikundi hiki cha M23. Lakini jitihada hazijaweza kuzaa matunda. Lakini hata hivyo tumeweza kuona kwamba Angola akiendelea kupigania kuweza kuonesha kwamba kundi hili la M23 wanakaa mezani na taifa la Kongo ili kuweza kuzungumza kwa pamoja kuweza kuondoa mashambulizi ambayo yanaendelea mashariki mwa Kongo. Tukumbuka tu ni kwamba tayari kundi hili la M23 tayari wameshaweza kushikilia miji miwili mikubwa kwa pale mashariki mwa Kongo. Nazungumzia mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu. Lakini hata hivyo yote haya yakiwa yanaendelea, tukumbuke kwamba Umoja wa Ulaya wenyewe tayari kiongozwa na mji wa Beijing wenyewe kwa pamoja, kuna kitu ambacho kinaendelea sasa hivi hususan kwa kuweka vikwazo katika taifa la Rwanda. Tukumbuke tu ni kwamba Rwanda ndipo ambao wanaonyesha wenyewe wapo moja kwa moja kiunga mkono kikundi hiki cha M23. Lakini hata hivyo yote haya yakiwa yanaendelea, hata ambaye ni katibu wa Umoja wa Mataifa namzungumzia Antonio Guterres, na yeye aliwahi kuzungumza kuhusiana na mgogoro huu wa vita ambao unaendelea kati ya kundi la M23 pamoja na serikali ya Kongo, ambapo yeye aliweza kuwataka kundi hiki cha M23 kuweza kuacha machafuko ambayo yanaendelea katika taifa la Kongo, hususan katika upande wa mashariki mwa Kongo. Lakini wakati yote yanaendelea, tukumbuke tu ni kwamba kuna uwezekano kwa kati ya kundi la M23 lakini sambamba pamoja na serikali ya Kongo kukaa kwa pamoja kuweza kuzungumza ili kuweza kuondoa mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Lakini wakati watu ambapo wanakaa wanasubiria kuweza kuona ni kwamba jinsi gani ambavyo Angola atakaa sasa pamoja na kundi la M23, lakini atakaa pamoja na serikali ya Kongo kuweza kukaa pamoja mezani kuweza kujadili haya machafuko ambayo yanaendelea mashariki mwa Kongo. Tukumbuke wakati ambapo mashambulizi haya yakiwa yanaendelea katika upande wa mashariki mwa Kongo, mwezi mmoja tu ambao nazungumzia ni mwezi wa kwanza, ambapo mashambulizi yalikuwa yanaendelea kwa kasi kubwa sana, ambapo shirika la afya duniani WHO wenyewe wakaja kutoa taarifa ikisema kwamba ndani ya wiki moja tayari idadi ya watu 9,000 wameshaweza kupoteza maisha. Unaweza ukapata picha, ndani ya wiki moja tayari idadi hiyo ya watu ambao wameweza kupoteza maisha. Lakini hata hivyo ukija kuangalia hata idadi ya majeruhi ambao wameweza kupoteza maisha ndani ya wiki moja ni idadi kubwa zaidi. Kila mmoja anatamani kuona kwamba mazungumzo yanafanyika kwa amani kati ya kundi la M23 pamoja na serikali ya Kongo, kukaa mezani kwa pamoja ili kuweza kujadili kuhusiana na mgogoro huu wa vita ambao unaendelea.
Mtazamaji, ni saa 2:56 mpaka hapa sina la ziada, ambapo ulikopo nami kuanzia majira ya saa 1 mpaka muda huu ambapo natamatisha Morning Victory siku hii ya leo. Nimeweza kujuza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa. Mimi ni Georgina Mwatatu na kabati la michezo ndio ambao wanafuata.